alipokea simu kutoka kwa mtu aliyekufa miaka 7 iliyopita. Ilikuwa saa 7 na dakika 13 usiku. Mji ulikuwa umetulia, hakukuwa na magari mengi barabarani, hakuna kelele za majirani, na hata mbwa waliokuwa wakibweka kila usiku walikuwa kimya. Daniel alikuwa amekaa peke yake sebuleni. Televisheni ilikuwa imewashwa, lakini hakuwa akiangalia. Mawazo yake yalikuwa mbali sana. Mbele yake kulikuwa na kikombe cha chai ambacho kilikuwa kimepoa tangu dakika nyingi zilizopita. Alikuwa akifikiria kuhusu rafiki yake wa zamani, Michael. Michael alikuwa mtu wa kwanza Daniel kumwita rafiki yake wa kweli. Walikulia pamoja, walisoma shule moja, walishirikiana siri nyingi, ndoto nyingi, na hata matatizo ambayo hakuna mtu mwingine aliyoyajua. Lakini miaka 7 iliyopita Michael alifariki ajali ya gari. Daniel bado alikumbuka siku ile, simu aliyopokea saa 2 usiku, sauti ya mwanaume aliyekuwa akimwambia, Daniel, Michael amepata ajali. Alikimbia hospitalini, lakini alipofika Michael alikuwa tayari amefariki. Tangu siku hiyo Daniel hakuwahi kusikia tena sauti ya rafiki yake mpaka usiku huo simu yake iliita. Daniel alitazama screen. Namba ilikuwa haijahifadhiwa. Alikuwa karibu kuipuuza, lakini simu iliendelea kuita. Mara ya pili, mara ya tatu, hatimaye akaipokea. Hello. Hakuna aliyejibu. Daniel akakunja uso. Hello, nani huyu? Kimya. Kisha akasikia pumzi nzito upande wa pili, na baada ya sekunde chache sauti ya mwanaume ikasema kwa utulivu, Daniel. Mwili wake wote ukaganda. Hiyo sauti hakuweza kuamini. Alijua sauti hiyo kuliko sauti yake mwenyewe. Michael hakukuwa na jibu. Daniel alisimama ghafla. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Michael, ni wewe? Sauti ile ikarudi. Usiniulize nilipo. Daniel hakujua aseme nini. Mikono yake ilianza kutetemeka. Michael, wewe ulifariki. Upande wa pili kukawa kimya. Kisha mwanaume yule akasema maneno ambayo Daniel hakuyasahau kamwe. Najua. Daniel akahisi baridi ikimzunguka. Unafanya nini? Michael akasema, nimekuwa nikisubiri muda mrefu sana kukupigia. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu nilichokuachia. Daniel akakaa taratibu kwenye sofa. Kitu gani? Michael hakujibu mara moja. Badala yake akamuuliza swali, unaikumbuka ile nyumba ya zamani? Daniel alihisi tumbo lake likijikunja. Ile nyumba, hakuna mtu aliyejua kuhusu nyumba hiyo. Ilikuwa nyumba ndogo iliyokuwa nje kidogo ya mji, mahali ambapo yeye na Michael walikuwa wakikutana walipokuwa vijana. Walikuwa wamefanya mambo mengi pale, lakini kulikuwa na jambo moja ambalo Daniel hakuwahi kumwambia mtu yeyote. Usiku mmoja, wiki chache kabla ya Michael kufariki, walikwenda kwenye nyumba ile, na siku hiyo waliona kitu ambacho kiliwafanya waahidi kutorudi tena. Daniel akavuta pumzi. Michael sauti yake ilikuwa dhaifu. Ulikuwa unajua? Nilijua kila kitu, Michael akajibu. Daniel akafumba macho. Ulipataje namba yangu? Kimya. Subscribe for more content.